sala. Ulaji wa Kimediterania: matunda mengi, mboga za majani, nafaka nzima, mafuta yenye afya na kula nyama kidogo. Mlo wa dashi: mfumo wa kula unaosaidia kupunguza shinikizo la damu na kulinda moyo. Nafaka zisizokobolewa: kula matunda na mboga kwa wingi. Protini isiyo na mafuta mengi: kuku, samaki, maharage, karanga. Kudhibiti vyakula vyenye mafuta mazito na kupunguza ulaji wa chumvi na sukari. Ulaji wa wanga kidogo: upunguza wanga unasisitizwa, mafuta na protini katika ulaji huu. Ulaji wa wanga hupunguzwa sana na mwili kulazimika kutumia mafuta badala ya wanga kama chanzo kikuu cha nishati. Ulaji wa vyakula vya asili ya wanyama: ulaji wa vyakula vya asili ya mimea pekee. Unazingatia mboga za majani, matunda, aina za kunde na karanga bila kutumia nyama na mazao yake. Kufunga kwa vipindi: mizunguko ya vipindi vya kula na kufunga. Makosa ya kawaida ya ulaji: nina jambo la kusema kuhusiana na maoni yaliyokithiri kuhusu matengenezo ya afya. Matengenezo ya afya yanakuwa ulemavu wa afya na uharibifu wa afya wakati yanapofanywa kupita kiasi. Kwa mfano, kufanya matengenezo makali ya ulaji, kuacha baadhi ya makundi bila sababu, kutegemea zaidi virutubishi kuliko vyakula kamili, kutarajia matokeo haraka bila mabadiliko ya mtindo wa maisha. Hitimisho: afya ni hazina kubwa, ni utajiri mkubwa ambao mwanadamu anaweza kuwa nao. Utajiri, heshima au elimu hupatikana kwa gharama kubwa. Iwapo vitapatikana kwa kupoteza afya njema, hakuna mojawapo ya mafanikio haya yanaweza kuleta furaha. Ikiwa afya inapungua, watumishi wa Injili wanapaswa pia kutoa mafundisho kuhusu kanuni za maisha yenye afya. Kuna magonjwa kila mahali. Mengi yanaweza kuzuiwa kwa kuzingatia sheria za afya. Watu wanahitaji kuona jinsi ya kanuni zinavyotumika katika ustawi wao kwa maisha haya na yale yajayo. Katika kufundisha kanuni za afya, weka mbele akili lengo la matengenezo kwamba kusudi lake ni kupata maendeleo juu zaidi ya kimwili na roho. Hamu ya kula si mwongozo salama. Vyakula vinapaswa kuchaguliwa ambavyo vinasambaza vyema vipengele vinavyohitajika kwa ajili ya kujenga mwili. Katika uchanganuzi huu, hamu ya chakula si mwongozo salama. Kupitia mazoezi mabaya ya kula, hamu ya kula imepotoka. Mara nyingi hamu hudai chakula ambacho hudhoofisha afya na kusababisha udhaifu badala ya nguvu. Ugonjwa na mateso yanayoenea kila mahali yanatokana kwa kiasi kikubwa na makosa maarufu kuhusu ulaji. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama roho yako ifanikiwavyo. Tuombe. Mungu, naomba Mungu mwema, tazama leo tumetoka kujifunza somo zuri. Naomba likafae kwa afya zetu kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanabarikiwa na somo hilo zuri kabisa?
Asante sana mnenaji kwa somo zuri, ndugu Esther Mtambo, yeye akiwa ni mnenaji katika somo la afya katika mikutano hii ya Salama Hatimaye kutoka hapa kanisa la Ilolo la Waadventista Sabato Ilolo. Basi wakati huu pia mzuri tuweze kuwakaribisha wanakwaya wa kwaya ya kanisa kwa ajili ya kumtukuza Mungu kwa njia ya wimbo, wakati somo zuri la furaha ya mtoto likiwa ni njiani kutufikia. Basi kwaya ya kanisa, tafadhali tuweze kuwasili na hatimaye kuweza kusikiliza kumtukuza Mungu pia. Nizidi tu kuwakumbusha, nipende kuwashukuru zaidi wale ambao nizidi kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii kwa channel zetu. Nabarikiwa sana kuona wajumbe kutoka pale Atape Katavi wakiwa ni miongoni mwa wanaofuatilia mikutano hii. Nizidi kuwaalika pia kuzidi kusambaza viunganishi hivi na kuwakumbusha marafiki zetu kuweza kujiungamanisha navyo na kuwasha alama ya kengele ili pindi mikutano inapokuwa inaanza basi wawe wa kwanza kupata taarifa na kuungana nasi kwa ajili ya ufuatiliaji mikutano hii. Karibu kwaya kanisa kwa ajili ya wimbo, na mara baada ya wimbo basi mnenaji wa somo la furaha ya mtoto atakuwa akisimama na kutufunza ni nini iliyo furaha ya mtoto. Bwana Yesu karibu aje duniani kuwachukua wale wampendao, kuwachukua wale wampendao.